Nimekuja kusikia wito. Mimi nimekuita hapa. Kuna jambo nataka tuzungumze baina yako wewe na mimi. Jambo gani? Unajua siku hizo umekuwa mnyonge sana. Unaonekana mpweke. Mimi nataka nikutoe katika hilo dimbwi la upweke na hayo mawazo yako. Nataka nikufariji. Uwe mtu mwingine kabisa. Nataka nikupe furaha. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Ninachokimaanisha, mimi nahitaji uwe mpenzi wangu. Nitakufanya uishi maisha mengine kabisa. Uwe mtu mwenye furaha, amani. Yaani hautokuwa tena mwenye mawazo, wala hautokuwa na muonekano kama huu. Nataka nikubadilishe. Naomba unikubalie. Unakumbuka mambo yote uliyofanya? Umenisimamisha alafu ongei. Ni kweli shemeji, nimekusimamisha alafu siongei. Shemeji, nimeolewa muda mchache sana. Kipindi hicho na kakako naye anauma. Pia sikuoni kuja hata kumwangalia wakati wewe ndugu yako shemeji. Kuna tatizo. Pia sijakusimamisha nalo hilo. Nimekusimamisha na kidogo sana na kubwa. Naomba shilingi 500 shemeji. Shilingi 500 tu nikanunue unga. Mpate kumkorogea kaka yako uji. Pita japo kidogo kwenye kwa apate riziki. Wewe unajisikia unachokiongea wewe? Kwani mimi sijui kama kakaangu anaumwa? Sijui kama wewe umeolewa na kakaangu? Mimi nayajua yote. Na mimi sifanye hivi vitu kwa makusudi. Alafu nikwambie kitu. Mimi binadamu huo sina kabisa. Sina hata kidogo. Na tena mimi kutoa hata senti 5 yangu kukusaidia wewe, hilo sahau. Mimi najua vizuri sana kwamba wewe umeolewa na kaka yangu. Najua vizuri sana kama kaka yangu anaumwa. Lakini hata siku moja hutokaa kuja kuiona hii sura wala miguu yangu ikanyaga kwenye mji wako kusaidia wewe na yule mume. Fanya hivyo shemeji. Wewe kuomba. Wewe hivi ushaye kumpigia magoti mama yako au baba yako hata siku moja? Ushaye kumpigia magoti hata Mungu wako siku moja kumuomba hata msamaha kwa yote mnayofanya? Sikiliza wewe. Wewe usiniletee uchuro wewe. Wewe mimi nina mambo mengi ya kufanya unajua. Yaani mimi niache wewe. Achana na mimi. Mbaya sana. Tusifikie huko. Hayo ni mapito. Nataka tufungue ukurasa mwingine. Nataka nikubadilishe. Nataka kijiji chote hiki wakuheshimu. Au unasemaje? Siku nyingine ukirudia kuongea upumbavu unaongea, nitatangazia wananchi wako wote wajue. Hiyo tani nini? Tunachozungumza hapa ni baina mimi na wewe.
Baba. Safi habari za leo. Salama shikamoo. Mara pata michakato. Bwana mimi namshukuru Mungu, sio. Na mimi namshukuru Mungu pia. Ndio. Afadhali. Wakati natoka zangu ofisini na kwenda site nimekutana na yule binti Fauzia kama utamkumbuka. Nimemkumbuka yeye. Sasa yule binti kaniuliza maswali mengi. Saa yule ni mwanafunzi mwenzangu na ndio mwenyeji wangu, lakini kwa sasa haonekani chuoni. Nikamwambia changamoto zako. Pamoja na changamoto zako kumwambia pia kaomba namba zako za simu. Sawa. Namba zako za simu kakupigia ukawapatikana. Mimi bwana simu yangu siku 2-3 hizi ilikuwa na changamoto kidogo, lakini nashukuru Mungu jana nilinunua simu nyingine hapa. Kwa hiyo sasa hivi niko hewani vizuri. Na hata hivyo Mungu akipenda kesho nitakuwepo chuo. Sawa. Kwa hiyo nitamuona, haina shida hiyo. Sawa. Vipi mkao? Wapi tena? Naenda kwetu. Kwenu? Kivipi? Kivipi? Naenda kwetu, nimekuchoka. Yaani nimechoka matendo yako, nimeachoka. Yaani sio kuyasikia tu kwa majirani. Paka nimejionea jana usiku umerudi. Umedondoka pale. Paka ukukute kwa heshima la choo. Kweli? Kwa kweli. Nimekuvumilia, nimechoka. Nimeona tu niende kwetu. Yaani unasema kwamba unaenda nyumbani. Na maana sinishakwambia jamani mke wangu. Kwa nini hivi yani hautaki kunielewa hasa kabisa? Nimeamua nikuachie maisha yako. Niondoke baba. Uendelee tu na maisha yako. Endelea na magonjwa yako, endelea kila kitu chako na kuachia. Ila hivi ni vichache naondoka navyo. Nitakuja na Kilikuu. Nitabeba vitu vyangu, sawa? Vipi lakini michakato ya huko sehemu ambayo nimekuunganisha? Kwanza nikwambie tu mkuu, kwanza nashukuru Mungu na kushukuru na washukuru na nyinyi sana. Kwa sababu inanisaidia sana, mmenisaidia sana, namshukuru Mungu kwamba sasa hivi napata riziki ya kula. Ndio. Umeona, najitahidi napata riziki na hata simu yenyewe nimenunua kwa michakato hiyo yote. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Lakini kikubwa mtangulize Mungu mbele kwa kila jambo. Hilo unajua. Vile vile usiwasahau kuwakumbuka wazazi na wazee uliowaacha nyumbani. Sawa. Lakini pia usisahau kulipa ada. Tunakwenda mwisho wa mwaka, mnakwenda kufanya mitihani. Inawezekana ukafaulu vizuri, lakini kama hujalipa ada hautopata vyeti vyako. Labda mimi kwanza nikutoe wasiwasi kiongozi. Mimi mwenyewe najua wajibu wangu na najitahidi katika hivyo ninavyovipata kidogo ninachokipata basi najitahidi kuficha hivyo. Lakini naamini mambo yataenda. Sawa. Hamna kitachoharibika. Hamna shida. Sikuangushi. Haya. Basi mimi nakushukuru sana. Basi inshallah. Haya. Ngoja kwanza, lakini si nilishakwambia hayo mambo yatapita mke wangu. Mbona hautaki kunielewa? Shida una nini mke wangu? Au umeshampata mwanaume huko njiani huko mwingine au shida ni nini mke wangu? Mimi bado ninakuhitaji. Usiondoke tafadhali, nakuomba. Lakini nakuomba hayo masuala ya pombe yatapita tu, yana muda wake. Samahani mke wangu, mimi bado nakuhitaji. Achana na hayo masuala ya pombe. Hayo masuala ya pombe mimi najua ni ya muda, yatapisha. Achana nayo. Tuendelee na maisha yetu. Usifanye hivyo mke wangu. Tafadhali usiende. Tuendelee na maisha yetu mke wangu, usiende. MT. Nakwaje? Sasa mwenyewe. Kama kawa. Poa, karibu. Nangu bado umelala tu? Nilikuwa nimepumzika huko ndani kidogo. Basi poa, mimi ndo nimerudi. Ngoja basi nipumzike hapa. Haina noma, karibu sana. Poa, shemeji vipi lakini? Jambo? Shemeji ya jambo, lakini aliondoka bwana. Sikuelewi, yani kaondokaje? Yani kaondoka au katoka anarudi? Kaondoka kwa sababu kuna migogoro hapa, tuligombana naye kidogo, ndo hivyo akashindwa kunielewa, ndo akawa ameondoka. Kwa hiyo amebeba kila kitu chake unamaanisha au? Hapana, hajabeba kila kitu. Alisema akinani rudi atabeba. Na sira tu za wanawake hizo. Wewe akienda huko akijifikiria anarudi baadaye. Sio. Oh, sikonde wala nini mwanangu. Haina noma. Fresh basi mwanangu, ngoja mimi nipumzike basi, utachonga baadaye. Poa.
Karibu. Pita. Mama. Mimi Shikamoo. sitaki. Mimi mama yako kweli? Mimi mama yako kweli nakuuliza wewe? Ndio. Ndio mama. Yaani una muda gani ujeje kuniona? Naomba basi unisikilize kwanza, nikae chini nikuelezee. Unielezee nini ambalo utakaloingia mimi kwenye kichwa changu? Kitu gani? Haya, kaa chini. Umenielewa? Nimekuelewa mamangu, lakini naomba nikwambie kwa nini kinachonifanya mimi nakosa muda wa kuja kukutazama mamangu. Yaani hakuna kitu kingine chochote zaidi ya pale ofisini, majukumu ya kazi za watu yananibana. Nyamaza wewe. Eti kazi. Kwa maana hiyo kazi na mimi bora nani? Unaisamini sana kazi kuliko mimi. Mkali mwanangu. Yaani kazi ndio bora kuliko mimi niliyokulea wewe. Hapana mamangu, yaani pale sasa hivi kipindi hiki cha sikukuu watu wanaleta nguo, unakuta mtu kesho anaihitaji, kwa hiyo natakiwa nimfanyie haraka haraka, kwa hiyo nakosa hata muda wa kupumzika hata wa kuja huku, lakini hakuna kitu kingine chochote mama. Unarudia tena. Bado tu hujabadilika. Mkali mwanangu, nimepata shida sana na wewe. Kwa nini unanifanyia hivi? Unashinda kunihurumia. Mimi naomba na kupigia simu yangu upokee. Mkali, kwa nini unanifanyia hivyo? Basi na mimi sitaki tena mawasiliano na wewe. Endelea na kazi yako. Nenda. Nimechoka mimi kazi ya kila siku kulima ndio nipate kula. Laiti kama angekuwa marehemu mume wangu tungesaidiana majukumu. Ee Mungu, nakuomba nipate kazi yoyote mjini. Nifanye ili mradi nipate riziki. Ee Mwenyezi Mungu, naomba unijalie. Pokea dua langu mimi. Alhamdulillah. Kazi. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe mama. Haya. Nimekuelewa. Shamba ushaenda kuangalia ile shamba? Kuhusu kule shamba mama, sijaenda muda mrefu kidogo, lakini kuna watu huwa nawasiliana nao. Nini? Eti kuna watu nawasiliana nao. Uko sahihi kweli? Una akili kweli wewe? Shamba lile ndio la kwako wewe. Nyumba hii sio ya kwako wewe, ya Fau. Baba yake amemjengea Fau, sio wewe. Ukakaa ukalinga huko ukasema mimi nina nyumba pale, hii nyumba sio yako. Wewe mali yako lile shamba. Na kwenda wewe ni muhimu kule, ndio sehemu yako. Una eti na mawasiliano, unamwamini huyo mtu unayemwambia hiyo kazi anaifanya kweli ya kuiangalia hilo shamba? Sitaki hiyo tabia uendelee nayo. Sawa. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Sio unaitikia tu sawa, nimekuelewa. Nachokwambia unielewe kweli. Ile ndio mali yako mwanangu, itakusaidia katika maisha yako. Hayo yote unayosema mamangu mimi nakuelewa. Na nayajua kwamba hapa wewe mama umeolewa. Na umeolewa kipindi mimi tayari ushanizaa. Kwa hiyo hapa ni nyumbani kwa Fau. Mimi kwangu ni kule kijijini kwenye lile eneo ambayo ameliacha marehemu baba yangu. Kwa hiyo hakuna mashaka yoyote mamangu. Haya mimi nayajua na wala sina wasiwasi nayo. Lakini nikuahidi nitakwenda kulikagulia lile shamba, sitoliacha. Haya, kuanzia leo ufuatilie lile shamba. Sawa. Umenielewa vizuri? Niko pamoja na wewe. Kama utafanya hivyo ninavyokuelekeza. Lingine, lini utaoa? Kuhusu kuoa mamangu, naomba unipe muda kidogo.
nitakupatia majibu. Lini naoa na nani namuoa. Nini? Sio tena mpaka nife ndio uje kuzika? Hapana, weekend ijayo mimi nakuja. Yaani leo Jumapili mpaka Jumapili unakuja. Haya, ukichelewa nitakuolea mimi mwanangu. Nasema hivyo mamangu kwa sababu jambo la kuoa linahitaji uangalifu wa hali ya juu sana. Kwa hiyo baada ya safari hii nikija tena nitakuja na majibu mazuri sana kuhusu kuoa. Hivi unafikiria mwanamke anapimwa kwa macho? Mwanamke mwanangu apime kwa macho, kama na wewe mzuri ndio kamuoa. Lakini nitakusikiliza. Hiyo wiki inayokuja, leo Jumapili mpaka Jumapili kwa maana unakuja. Haya, ukichelewa nitakuolea mimi mwanangu. Asante mamangu, nashukuru. Karibu sana. Asante. Vipi? Oh, inakuwaje? Safi. Tunaelekea chuo? Basi panda twende. Hamna, mimi hapa nafanya mazoezi tu. Unajua kwa sababu najua nikipita shamba hilo hapo tulishafika tayari. Kwa usijali wewe. Basi kwa ngoja tongozani. Utachoka lakini usinige mimi. Hamna shida. Basi tawasiliana. Sawa.